Shalom, shalom mwana wa Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa neema ya ajabu aliyotupa. Mwaka ndio hivyo umeanza. Majina yangu ninaitwa Bright Nyaende, ni mtumishi wa Mungu kanisa la Pentecostal Rebu, tunapatikana Majoe, Dar es Salaam. Mwaka unapoanza, watu wengi wana mipango mingi, wana malengo mengi, wana mikakati thabiti ambayo wanatamani kuona kwa namna moja au nyingine wanakamilisha ndani ya mwaka. Lakini kuna jambo moja la msingi ambalo watu wengi huwa wanalisahau, na ni vizuri kukukumbusha jambo la msingi kuliko yote mwaka unapoanza, na kitu watu wasichokikumbuka ni kuomba uzima, afya pamoja na neema. Ukisoma Biblia yetu takatifu kama kitabu cha Mungu, kina kanuni za kumsaidia mtu kuishi maisha marefu. Yaani Biblia inaeleza kama unataka kuishi maisha marefu, kuna kanuni 1, 2, 3, 4, 5 ya kupasa kuzifanya ili uweze kuishi maisha marefu hapa duniani, lakini pia uzima wa milele kule mbinguni. Na leo nitaangalia kanuni 3 tu za kukusaidia kuishi maisha marefu. Mwaka ndio kwanza umeanza, unakimbizana na ratiba, unakimbizana na mipango, unakimbizana na mikakati, lakini kanuni hizi 3 ni za muhimu ili kukusaidia kuweza kuishi maisha marefu hapa duniani. Biblia Takatifu inasema siku zetu za kuishi ni chache, ni kama miaka 70 mpaka 80 tukiwa na nguvu. Kwa miaka zaidi ya hapo ni miaka tunaishi kwa neema tukiwa tuna nguvu, lakini haijasema kwamba tutaishi. Kuna watu wengi wana miaka 80, wana miaka 90, wanatembea, wanalima, wanafanya kazi zao na wanaendelea vizuri. Lakini kanuni 3 za kukusaidia kuishi maisha marefu duniani. Kanuni ya kwanza inatoka kitabu cha Mithali. Kitabu cha Misali sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2, pale ambapo neno la Mungu linasema, mwanangu, usisahau sheria yangu, bali uzishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Kwa kanuni ya kwanza ya kukusaidia kuishi maisha marefu duniani na kuwa na amani duniani ni kuishika sheria ya Mungu. Yale maagizo ambayo Mungu ametupatia kwa ajili ya kujenga ufalme wake. Yale maagizo ambayo Mungu ametupa kwa ajili ya kumheshimu, ya kumpenda, ya kufata mapenzi yake na kusimama kwenye kusudi lake. Yale maagizo unapoyashika na kuyafata, neno la Mungu linasema moja, yanakuongezea wingi wa siku, lakini 2, yanakupa amani. Kuna siku nimekuambia, kuna watu unaona kama wamefanikiwa, lakini ndani ya maisha yao hawana amani kabisa. Ndoa zao zimejaa mafarakano, biashara zao zimejaa magomvi, kazi zao zimejaa fitna. Kwa ni kama wanaonekana nje wamefanikiwa, lakini ndani hawana amani kabisa ya moyo. Lakini leo mwandishi wa Mithali anatupa siri, anatuambia ikiwa unataka kufanikiwa katika maisha yako na ikiwa unataka kuishi maisha marefu, kanuni ni ndogo tu, kwamba sheria ya Mungu isiondoke ndani yako. Lakini kitu cha pili, sheria ya pili au kanuni ya pili ya kukusaidia wewe kuishi maisha marefu yenye heri na amani duniani, inapatikana Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 16. Biblia Takatifu inasema, waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru, siku zako zipate kuzidi. Siku zako zipate kuzidi. Hapa wapi? Duniani. Kwamba kumbe ili siku zako zipate kuzidi na we mwenyewe nawe upate kufanikiwa katika nchi upeayo na Bwana Mungu. Kanuni ya Mungu inaongelea kufanikiwa na kuzidi katika nchi upeayo na Bwana Mungu wako. Kwamba Mungu amekupa taifa la Tanzania, amekuweka hapo. Amekupa taifa la Kenya, amekuweka hapo. Amekupa taifa la Burundi na Botswana, amekuweka hapo. Sasa Mungu anakuambia ili siku zako za kuishi hapa ziwe nyingi, ili afya yako na amani yako ya kustawi mahali hapa iwe nyingi, kanuni kuu ni kuheshimu baba yako na mama yako. Tengeneza mahusiano na wazazi wako. Biblia inasema mtu amtukane mama yake na jicho lake ling'olewe.
Sasa kumbe wazazi tumepewa mamlaka kubwa sana ya kuwa ni lango la baraka za maisha yetu. Kuna watu wengi hawana mahusiano mazuri na wazazi wao. Kuna watu wengi wamefarakana na wazazi wao. Hebu kumbuka ule mfano wa Nuhu alipokuwa amekunywa, amelewa, alafu mwanae akamuona, alafu baadaye akamlaani. Shida ilikuwa ni nani? Shida ilikuwa ni baba, kwa sababu alikuwa amelewa akakaa uchi, mtoto akaona. Lakini kama mzazi alipotamka, ikatukia. Nisikilize, kama hauna sababu ya kugombana na wazazi wako, nenda ukapatane nao, kwa sababu kanuni ya Mungu inasema waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuongezeka duniani na upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Kwa kumbe unapoamua kuheshimu wazazi, inakuconnect au inakuongezea wingi wa siku za kufanikiwa hapa duniani. Jiulize swali, yamkini wazazi wako wana fedha, wana mali au ni maskini. Mara ngapi umepeleka sadaka ya shukrani kwa wazazi? Mara ngapi umetuma hata vocha kwa ajili ya wazazi? Ni kweli unatoa fungu la 10, unaenda kanisani, unashiriki ibada, unafanya maombi. Ni kweli umesaidia kujenga kanisa, umesaidia kujenga msikiti, lakini kumbuka, umefanya nini kwa wazazi wako? Kwa sababu kile unachokitenda kwa wazazi kina impact ile ile sawasawa na kutoa fungu la 10 na kujenga kanisa. Asikudanganye mtu, kwa sababu Biblia ndivyo inasema hapa. Kama Biblia ndivyo inasema, mheshimu Bwana kwa mali yako na malimbuko ya matoleo yako, ndipo utakapofanikiwa sana. Na Biblia yote inakwambia waheshimu wazazi wako, ndipo utakapofanikiwa sana na kuwa na siku nyingi hapa duniani. Kwa kumbe baraka ya ustawi wa maisha, japokuwa unatoa zaka, unatoa sadaka, unajenga hekalu, umefanya yote kwa mchungaji wako, lakini nafasi ya wazazi isipotee. Wazazi wamebeba baraka yako. Na kitu cha tatu cha msingi ni Kutoka 23:25-26. Neno la Mungu nasema, nanyi mtatumikia Bwana Mungu wenu, naye atabarikia chakula chenu pamoja na maji yenu. Hapata kumharibu mimba wala aliyetasa, na idadi ya siku zenu nitaitimiza. Kuna concept moja nataka uipate leo ambayo watu wengi hawaiongelei sana. Hebu fikiria, Biblia pale inasema siku zako zipate kuwa nyingi. Biblia tena inakuja kusema siku zako zipate kuzidishwa. Biblia inasema siku zako zipate kukamilika. What does it mean? Kwamba kuna watu wanaishi maisha lakini siku alizowaandalia Mungu hazikamiliki. Kwamba kuna watu walipaswa kuishi miaka 90, miaka 100, miaka 150, lakini kwa sababu alipaswa kumtumikia Mungu na hajaamua kumtumikia Mungu, anapunguza siku zake za kuishi duniani. Sababu Biblia inasema ukimtumikia Bwana Mungu wako, naye atazitimiza idadi za siku yako. Jitafakari leo, jiulize, huduma gani ambayo Mungu amekupa? Ulikuwa unafanya huduma gani kanisani? Ulikuwa unafanya huduma gani hapo unapodumu? Lakini kwa nini uliacha? Nini kinasababisha uache? Leo unafanya nini kanisani? Kuna watu wako kanisani, Mungu amewapa huduma lakini hazitumiki. Biblia inasema kama ukitumika, idadi ya siku zako itakamilika. Kwa kama usipotumika, maana yake idadi ya siku zako inafupishwa. Pendwa mwana wa Mungu, mimi nataka nikutie moyo. Kuna kanuni za kuongeza maisha hapa duniani. Tumesema kanuni ya kwanza inatoka Mithali sura ya 3 mstari wa 1 na 2. Rehema na kweli zisifarakane nawe, bali zifunge shingoni mwako, uziandike ndani ya moyo wako. Ndio itakao kuongezea wingi wa siku. Kwa hiyo wingi wa siku na mafanikio yanapatikana kwa kuishika sheria ya Mungu. Lakini Kumbukumbu la Torati pia tumeona Biblia Takatifu imesema, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako, na ukafanikiwe. Kwa kumbe mafanikio yanakuja katika kuheshimu wazazi. Lakini kanuni ya tatu tumeiona kitabu cha Kutoka 23:25, nanyi mtatumikia Bwana Mungu wenu, naye atabarikia chakula chenu, naye atakamilisha siku zako za kuishi hapa duniani. Ninakutia moyo. Kuna wakati unapitia changamoto,
Kuna wakati unapitia dhiki, kuna wakati unapitia tabu. Yamkini umevunja kabisa, una mahusiano na wazazi wako na mmefarakana. Hebu piga namba hizo za simu hapo chini. Piga namba hizo hapo ili tuweze kukusaidia kwa sababu ya maombi. Tumeona watu wengi waliokuwa wanapita changamoto za maisha, wamefarakana na wazazi wao, lakini tulipoomba baraka ya Mungu ikarejea. Tumeona watu wengi ambao walikuwa wamemwacha Mungu, wamenenda kwenye ukahaba, wamenenda kwenye uzinzi, wamenenda kwenye usharati, wamekuwa hata ni vibaka na wengine ni wezi, lakini tulipoomba neema ya Mungu ikashuka, wakapokea uponyaji. Na kukaribisha leo, karibu tufanye maombi pamoja. Karibu tumtafute Mungu katika roho na kweli. Katika kuomba tumeona wengi wakifunguliwa na wengi wakisaidiwa. Piga namba ya simu hapo chini tukusaidie maombi, na Mungu kama alivyowasaidia maelfu kwa mamia ya watu, Mungu wa mbinguni atakukomboa. Neema ya Kristo kufunike. Barikiwa sasa na hata milele. Amen.